our clergy na viongozi wetu wa kanisa tukiongozwa na moderator wetu Reverend Musa, na pia wale viongozi wengine wote wa mama wetu, Madam Grace, Madam Diana mwenye ni chair lady wa Women's Guild, na pia Naomi, na wale wengine wote viongozi wa kanisa yetu ya PCA Maralal, viongozi wetu wa siasa tukiongozwa na kaka yangu Governor, my good brother Governor Lelit, na pia our senator Daktari Lelegwe, na pia our host na women rep wetu wa hapa Samburu Mheshimiwa Pauline, na my sister Honorable Naisura Lesuda. Tuko pia na MP wa women rep pale bunge tunawaita MP for Kiambu County Mheshimiwa wa Muratha, na pia Mheshimiwa dada yangu Mheshimiwa Rebecca Tonkei, MCAs wetu wakiongozwa na Loloju ambaye ni MCA wa hapa, na pia MCA Kagiri ambaye aliongea hapo awali, wakisimamia all the other MCAs, na pia mzee wetu ambaye ni chairman wetu wa maji hapa Mheshimiwa Kiragu, na viongozi wote ambao tuko hapa, na Wakristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Serian Pokin. Merci si Yesu. Kaine mwega. Na hete siothe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante sana. Hata mimi maneno yangu itakuwa mafupi, kwa sababu viongozi wetu wameongea mengi, na yale yote ameongea wanasimamia wote sisi. Lakini ni vizuri niwaeleze ya kwamba hawa wabunge wetu na viongozi wetu hapa Samburu ni marafiki wangu sana. Mheshimiwa Daktari Senator ni rafiki yangu, gavana pia, hata kama hiyo wakati wa campaign tulijuana kama tunafanya campaign, amekuwa kama kaka yangu. Na pia mnajua Pauline, hata vile anawapimia hapa ati sijui corridor namna gani, yeye ni rafiki yangu sana, na tunaongeanga mengi, na anajua yale yote namwambianga. Lakini pia Mheshimiwa Naisura, tuko kamati moja ya budget, na nyinyi mnaona msichana mzuri hapa Naisura, lakini sio mzuri vile mnafikiria. Wewe Naisura, unajua ukiangalia sura unaweza ona ni mtu mzuri hapo. Lakini Naisura, uniruhusu leo nitakuanika mbele ya wadosi wako. Na wadosi wako ni wenye wako hapa wa Samburu West, na haswa hapa Maralal. Naisura ni mzuri akiongea, lakini wacha ifike tu aone kitu pahali, karatasi ya serikali ikipita pahali iko na jina Samburu. Akiona karatasi yoyote inapita pahali iko na jina Samburu, anabadilika. Lakini mimi nataka mumueleze hivi, ndio mshike ile point nasema. Tuko kamati moja na yeye ya Budget and Appropriations Committee. Muongeleshe Naisura tafadhali. Mimi nawatuma tafadhali munisaidie. Kama chairman wa budget munisaidie. Kwa sababu Naisura anataka tukiongea ya maji ya Samburu inakuwa hapo. Na Naisura nampenda, hatetei tu Samburu West, akiona jina Samburu anataka pesa yote ikuje hapa. Akiona barabara, hata hii highway, ashaanza kusema kwa budget ati itoke Maralal irede mpaka Baragoi. Huyu hapa. Mimi na watuma tafadhali muongeleshe Naisura. Ile kamati ya bajeti ni ya bajeti ya Kenya mzima. Mumuongeleshe tafadhali. Na juu nimeona Naomi mko hapa, mwambie Naisura asitake achukue budget ya Kenya yote alete Samburu. Mtamuongelesha? Hapo mnyamaza. Kwani ni nyinyi mnamtumanga? Achukue pesa yote ya budget mzima? Kamutari dhado haya. Arehe Samburu West na Samburu yote.
Hata maji ni nyinyi mnamwambia achukue yote, hata stima. Sasa Naisura ukipata ati hata mimi anilete hapa wewe Kirago, acha hiyo maneno so wewe Naisura, sasa mimi nimekupea ruhusa. Ukiona kitu inakaa haina mwenyewe, wewe pita nayo, leta Samburu. Lakini pia nyinyi mnajua kuangalia, kwa sababu huyu women rep, unajua ni kama, unajua mtoto vile anazaliangwa, daktari anajuaka mtoto wako sawa akilia, lakini huyu ni kama alizaliwa akismile. Sijawahi ona Pauline kama hasmile, lakini kuna pahali akipitisha smile, najuanga kuna kitu anatafutia watu wa Samburu. Hapa mlichagua viongozi wazuri sana, na mimi nataka niwashukuru. Lakini pia nataka nilete salamu za wadosi wetu. Mkituona Samburu, mnajua sisi ni watu ya mkono, na wadosi wetu ni president wetu His Excellency Dr. William Samoei Ruto, na mnajua deputy president wetu ni rafiki yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mmechukua salamu za wadosi wetu na mngetaka watembee hapa Samburu, waanze Baragoi ama hapa Marirali? Hapa Maralal, waanzie hapa wote wawili, ama mmoja aende Baragoi mwingine hapa? Wewe mmesikia, hawa wadosi wetu wanataka wadosi hapa. Nimesema yangu ni machache. Mimi Reverend, kuongea ukweli, vile Naisura alisema, mimi napenda sana the pastoralist community in Kenya. Na mkiangalia hata vile matembezi yangu, Naisura alisema ukweli. Na hata sijamalizia, nitaenda bado, na najua Naisura pia tutarudi hapa Samburu West, kwa sababu nyinyi ni watu wazuri sana, roho safi. Na nimeenda kwingi, na kwa sababu nataka tu nitaje yale manufaa tunafanya kwa watu wa Kenya na pia pastoralist community in Kenya. Wacha nianza kusema saa hizi Naisura venye amekuja leo, tumekuwa na yeye wiki mbili tukifanya budget ya Kenya ya mwaka wa 2024-2025. Na hiyo bajeti ilikuja kama iko 3.14 trillion, lakini najua tukipitisha hivi in the next 1 week or 2 itakuwa kama bajeti ya trilioni 4, kwa sababu tumekuwa tuna consultations mingi na viongozi wa serikali, His Excellency the President akiongoza. Na katika hayo mambo ya bajeti tumeongeza pesa ya elimu, na hiyo pesa ya elimu itakuwa kama 680 billion shillings. Ile pesa itaenda kwa elimu ya watoto wa Kenya. And I want to be very categorical. Pesa ya elimu, tumetoa pesa ya kuajiri walimu wa JSS on permanent and pensionable terms. Na hata ile bajeti ilitoka National Treasury, tuliongea na President, na on top tukaongeza bilioni nyingine 5. Na hiyo pesa tunapea TSC, na we want to reinvest that money on top of what came from the National Treasury. So it is over, I think it's over now close to 15 billion. Haswa ya kuajiri walimu wa JSS on PNP terms. Na vile viongozi wengine wamesema, TSC tukiwapea hiyo pesa, kwa sababu mwaka wa serikali inaanza Julai, waharakisha maneno, kwa sababu tunataka kaka zetu na dada zetu wapewe terms ambazo zinakubalika. Jambo la pili, bajeti ya Kenya, watu wa Kenya walikuwa wanatetemeka kidogo roho, kwa sababu mnajua in most of the areas in Kenya, here in Samburu included, ukienda Madera, nimekuwa hapo in the last 2 weeks, ukienda Narok, ukienda the entire northeast, watoto wanaenda shuleni kutafuta masomo, lakini ile kitu inawaweka kwa shule ni chakula. Na kwa hiyo nataka nihakikishie watu wote wa Kenya, the Budget and Appropriations Committee, in consultation with our leaders including the President, we have reinstated
na tumeweka pesa ya school feeding program, na kuanzia tumewapea bilioni 3, na tukaongeza ingine around $500 million shillings ya maneno yao ya logistics ya kupeleka chakula yao, kwa sababu ya insecurity na pia kwa sababu ya mafuriko na kiangazi ambayo ilikuwa. In the Budget and Appropriations Committee na rais akituongoza hapo, tumeweka shilingi bilioni 1 ya livestock restocking katika wale watu wamepoteza mifugo. Na pia hiyo pesa ikiisha, tukianza taratibu ya kupeana mifugo, pia hiyo pesa tutaongeza, kwa sababu lazima tushikilie ile kazi ambayo inafanyika. Na pia ya mwisho katika hiyo maneno, pesa ama mifugo kadhaa ambazo nimetaja hapo, ingine imepotezeka ama imepotea kwa njia ya insecurity. Na katika nchi ya Kenya tunataka Mkenya wote pahali yako akae kama Mkenya ambaye ameridwa na serikali. Na ndio maana katika hii bajeti tunatengeneza, tumeongeza on top of the money we give to our security organs, tumeongeza bilioni nyingine 7 ya modernization ya security, kwa sababu tunataka Wakenya wote wakae vizuri kama serikali inawalinda vizuri kabisa. Iko mambo mengi. Tunapea pesa hawa wazazi wetu wamefikisha miaka 70 kwenda juu. Na hawa wazazi wetu wale walijiandikisha last year, mnajua wengi hawajaanza kupata ile pesa ya serikali. Na najua saa hizi kuna wengine already wanajiandikisha kwa chiefs. Tumesha kubaliana na serikali wakuu especially wizara. Tunataka hawa wazazi wetu ile pesa tunawatumia ya cash transfer, badala ya mzazi wetu anatumiwa pesa lazima akuje Maralal kutoa pesa katika bank, tunataka wawekewe pesa kwa M-Pesa, wanatolea nyumbani kwenye wako, kwa sababu hatutaki ile pesa nusu inapotea kwa nauri ama kwa fare. Kwa hivyo pia hiyo tunaweka. Kuna miradi mingi Kenya imekwama kwa maneno ya kukosa pesa, ikiwemo mabarabara. Barabara tunaweka bilioni 50 ya kumalizia barabara zile zinaendelea, lakini tukiongeza barabara tunaita pesa ya maintenance na ya development partners. Ile pesa tunapea bajeti ya barabara Kenya inapita bilioni 180. Na hii mingi inakuja kwa maintenance ya barabara ile imeharibiwa na mafuriko na ile ingine yote ya Moram, lakini pia pesa ya kumaliza barabara za rami zile zinaendelea. Iko mambo mengi. Katika ufugaji mnajua ile kitu ingine tunapoteza pesa ni katika maneno ya gozi. Tumeweka pesa na haswa tumepea Ewasonyiro North, South pesa, kwa sababu wako na kiganda ya kutengeneza maneno ya skin and hides ya leather, na tumewapea pesa. Iko kiganda tumewapea in the last budget pesa ya kununua kiganda ya kuongeza factory yao, na tumeongeza pesa ingine ya kununua gozi kutoka kwa wafugaji, so that tuendelee na maneno ya kujitegemea kiviatu hapa Kenya instead of ya kuagiza viatu kutoka nje ya Kenya. Kuna mambo mengi, lakini ya mwisho kwa hiyo maneno ya uchumi, wakulima ndio wanasikilia uchumi wa Kenya. In the rural areas of Kenya, 70% are engaged in agriculture and pastoralism. Na kwa hiyo maneno, on top of what I've talked about, maneno ya ng'ombe na mbuzi na pastoralism, ile ukulima ingine pia tumepeana pesa. Wakulima wetu wa miwa tumewapea pesa ya deni kidogo imebaki ya kulipwa wakulima wale already wamepeleka sugarcane katika factories. Katika wakulima wa kahawa tunaongeza pesa. Katika last year tumewapea 4 billion. Even this year
we will give a similar amount, kwa sababu tunataka pesa ya cherry fund, so that pia wakulima wa kahawa wasikiliwe. Wakulima pia wa majani chai tumewapea pesa ya kushikilia subsidy ya majani chai, na pia wakulima wa chakula tumetoa pesa ya fertilizer 10 billion shillings, kwa sababu tunataka fertilizer inunuliwe kwa bei ya chini. Lakini sio tu fertilizer na mahindi. Kenya, ile bidhaa tunaagiza nje ya juu in terms of quantum, ya kwanza ni mafuta kama ile ya gari, na Kenya inatumia pesa mingi sana kuagiza mafuta nje every month. The second highest import ya Kenya ni kitu inaitwa edible oils, mafuta ya kupikia. Kenya inatumia bilioni 100 hadi bilioni 150 kuagiza mafuta ya kupikia, na ndio maana tumesema hiyo kitu lazima tukatize. Na kuna kitu kwa kiuchumi tunaita import substitution. Ile tunataka ile bidhaa tunaweza kuuza hapa Kenya tukuze, tuache kununua nje. Na ndio maana Kenya Seed already wako na pesa ya kupeana mbegu ya canola, mbegu ya sunflower, kwa sababu tunataka ile bidhaa inafanya production ya edible oils ifanyike. Hiyo bidhaa wakulima wa Kenya walime, so that we import substitute. Hiyo pesa bilioni 100 every year ikuje kwa wakulima wa Kenya, na hiyo ni kuweka wa Kenya pesa mfukoni. Ya mwisho, mimi nauliza viongozi wote, ya mwisho kabisa, nimeenda pahali kwingi hapa Kenya na nikaona wa Kenya already tunakaa vizuri kama wa Kenya. Nimekuwa Madera town in the last 2 weeks. Nikapata Madera town, mimi kwa eneo ile natoka, kuna Wakenya 11,000 wanakaa pale Madera, wametoka kwenye mimi natoka. Hapa Maralal tuko Samburu County. Our MCA huyu ako hapa Roroju, mwenye amempea kiti akalie hapo beleni ni huyu, anaitwa Kiragu. Nikisema ni Kiragu sisemi kuongeza ingine, mnajua vile nasema. Nimekuwa Narok. The other Sunday other than last Sunday I was in Narok. Narok town, wale watu wanapigania kiti ya MCA wawili wanaongea lugha yangu ya mama. Ukienda Busia pale boda, MCA wa hapo boda anaongea lugha ya mama yangu. Mimi najutumia kama example kusema hivi, wa Kenya wanakaa katika Kenya. Pahali wako kunaitwa Kenya. Mkenya anaongea lugha yangu ya mama akiwa Maralal, huyo ni Mkenya, anakaa Samburu County. Waja, Naomi, Waboi wakiwa hapa wanaongea vizuri sana na watu wa hapa Samburu County. Omondi mwenye ako hapa Samburu anakaa kama Mkenya. Wafula mwenye ako kwetu Murang'a anakaa kama Mkenya. Mimi nauliza viongozi kwa unyenyekevu sana, wacha tuige Kenya ambayo Wakenya wote wako pamoja. Tukigawanya Kenya kwa msingi wa kabila, Wakenya wote wanapoteza na hakuna mtu anagain kitu yoyote. There is nothing to gain in negative ethnicity. There is nothing to gain in tribalism. There is everything to gain in unity of all Kenyans. When our Fura in Murang'a must always feel home being in Murang'a. Our Jiko in Maralal in Samburu must always feel they are in Kenya and they are welcomed. An Aramat ambaye anakaa Nairobi, ambayo ni capital city, must always feel proud to be in Kenya. Every Kenyan has a right to be where they are. Na Wakenya wanajua kukaa kwa pamoja. Sisi viongozi kwa ubinafsi wetu ndio tunakujaga tunagawanya Wakenya. Mimi kama kiongozi mchanga kwa miaka, na wauliza wale wote tuko nao,
tumepewa nafasi ya kuongoza. Let us look forward to a progressive Kenya, a Kenya that is united, a Kenya devoid of negative ethnicity, a Kenya that embraces everyone. Kwa sababu hiyo ndio Kenya tunataka. Na ya mwisho, nilikuwa nimesahau kitu ya mwisho niambie gavana rafiki yangu. Tumekuwa katika mediation na Mheshimiwa Lesuda. Na tukaanza kuulizana na seneta wenzetu. Tutapea governors wetu pesa gapi? Wakati tulifika ile mkutano, kwa sababu pesa ya nchi ikiwa mingi, tuna consult hata na rais wetu. Rais akatuambia yeye ni champion wa devolution. Katika ile pahali tulikutana katika ile mkutano, governors na MPs, unajua saa zingine mkiwekwa katika mediation, watu huenda wamejiprepare ni kama vita. Tulifika pale na kila mtu fipo yake, tukalia rais hakukuwa kunahitajika fipo, kwa sababu MPs wana support devolution, senators wana support devolution. Na ndio maana wakati tulikutana pale, tuliweza kuweka pesa ile inakuja in our county governments, a historic figure haijawahi onekana. Sasa counties zetu watapata 401 billion shillings katika equitable share. Na ile ingine tunawapea grants, tunawapea 45 billion shillings, kwa sababu tunataka governors wetu, kwa sababu wanafanya kazi safi na kazi mzuri, tuendelee kuwasaidia. Na pia governor Waiguru akawatetea sana kama COG chair, na tukaongeza hiyo pesa. Pia governor wetu kaka yangu, kuna pesa inaitwa equalization fund. I also want to assure you, tumeweka bilioni 11 inakuja katika equalization fund, kwa sababu tunataka zile eneo za Kenya zimeachwa nyuma. Na mnajua Samburu inapata pesa mingi katika equalization fund. Ukienda Turkana na wale wengine, tumewapea pesa kwa sababu vile tumekubaliana Kenya ni moja. Na kama Kenya ni moja na katiba iliona kukuwe na equalization fund, tumeona ni vizuri tuwapee, na mpaka arrears ile imesahaulika hapo baadaye, kwa sababu tunataka Kenya iendelee pamoja kama nchi moja. So mimi nimeshukuru sana. Na mnikubalie kwa sababu Naomi aliuliza swali. Angalau nimeongea sana. Kuna kitu nilisema Kakamega siku ya Friday. Na kwa sababu naona our young leaders upcoming wako hapa wa academy yetu hapa. President Mwai Kibaki, tukimkumbuka kama wa Kenya. Ukiuliza Mkenya wote yako hapa Maralal, hapa PCA, niulize saa hii kwa mkono, nani anakumbuka mtu alitukana President Mwai Kibaki in the year 2009? Niseme muinue mkono juu. Ukumbuki mwenye alitukana president, na ukumbuki hata alitukanwa nini. Nikikuuliza President Mwai Kibaki, yule tunakumbuka kama wa Kenya kwa kazi mzuri, nikuulize speech yake ile alisema mwaka wa 2006 alisema nini? Utaweka kwa Google utafute, utapata. Hata ukumbuki President Mwai Kibaki alisema nini mwaka wa 2006. Nikiuliza hapa saa hizi munikumbushe President Mwai Kibaki mwaka wa 2011 katika hotuba yake alisema nini? Hakuna mtu anakumbuka President Mwai Kibaki alisema nini. Ile wa Kenya wanakumbuka ni kazi mzuri President Mwai Kibaki alifanya ya kufufua uchumi wa Kenya. Ukienda Nairobi unaona Thika Road Super Highway na barabara zingine, unaona President Mwai Kibaki. Ukiona hii barabara inakuja mpaka Maralal, hiyo barabara ukiangalia katika maneno ya serikali, utaona mtu wa kuchora hiyo barabara ni President Mwai Kibaki. Unaona barabara hapo. Ukienda Marsabit na Moyale, utaona ile barabara ya kutoka Isiolo kwenda Marsabit kwenda Moyale, unaona President Mwai Kibaki hapo.
Mimi nauliza viongozi wote kwa unyenyekevu. Hii hata mimi I can kneel down for the leaders to listen. The Kenyan people will not forget. Let me rephrase. Viongozi wetu wote, even if it means us kneeling down to request you. Wakenya hawatakumbuka sisi kwa yale maneno tunasema kwa saa hizi. Wakenya hawatakumbuka yule kiongozi anapiga mwingine kwa maneno. Wakenya hawatakumbuka ulisema nini kuhusu yule kiongozi mwingine. Wakenya watakumbuka ile kazi tulifanya. Viongozi wetu wote, mimi ni mbunge, mimi ni mwanakamati wa bajeti. Kazi yangu ipimwe kama mimi mbunge wa Kiharu na mwenyekiti wa bajeti. Yule waziri mwingine amepewa kiti, apewe nafasi afanye kazi yake na apimwe na kazi. Let us stop kurudi katika kufanya kazi sana. Na ikiwezekana tufanye kazi tukiongea sana ni sawa. Lakini let us reserve most of our time in doing what the Kenyan people will remember. And the Kenyan people will remember work, not words. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na mimi sikai chini, tunaanza harambee immediate. Lakini kabla tuanze, Naisura ni vizuri kukaa hapa. Vile tu nimewaeleza. Naisura mambo yote hapa Samburu. Governor, mnajua kuna shule inaitwa Mwangaza Secondary. Si mnaijua? Si ni hapa mnaijua? Hiyo shule, mnajua mimi ni chairman wa budget. Mtu ya mkono ya president wetu na deputy president. Na president on behalf of our president, Mwangaza Secondary School, ile laboratory Naisura ameomba. Rais atapeana moja, atapeana pili. Na katika Mwangaza Secondary itatumwa shilingi milioni 5 ya laboratories mbili ya kisasa. 5 million shillings. Mheshimiwa Naisura, kuna KMTC mnafuata na Mheshimiwa Pauline. Na hiyo KMTC iko hapa Marala. Si ndio? Na inahudumia wananchi wote wa hapa Samburu. Hiyo KMTC, Mheshimiwa Naisura, kwa mahesabu yako ya CDF ile unapea, kuna pesa itatumwa on behalf of our president 20 million shillings katika KMTC. Kuna TTI ya Samburu West Constituency. Mheshimiwa Naisura umeweka pesa ya CDF. Na iliwekwa kitambo na governor wetu. Kwenye imekwama, Mheshimiwa Naisura, pahali imekwama, usisupue mtu mwingine. Rais atakamilisha hiyo TTI. Na sikwambii maneno ya next year. This year utaona kazi imeanza. TTI ya Samburu West. Kuna mengi, wacha nisitagaze yote, msione Naisura ameleta kitu yote hapa Samburu. Sasa mimi nitaomba kwa unyenyekevu tuanze kazi ile imetuleta leo, na mimi nashukuru our mothers kwa katika hii hafla tumekuja leo, and all the women of PCA in Kenya especially. Leo ni siku ya mama wetu katika PCA yote Kenya. Tunawapongeza sana kwa ile kazi wanatufanyia kama watoto wao, kama mabwana zao pia. Hawa ni wazazi wetu na ndio tumekuja kuwashikilia ndio wamaliza hii project. Na kwa hivyo tuanze. Asante, tunaenda kasi. Kwa hivyo wale wanatuhesabia pesa wakuwe tayari na tunaendelea kusimama. So nataka guild hawa ndio wenyeji na